Dunia imejaa chuki sasa hivi kiasi kwamba when you love somebody else, mtu mwingine amekasirika kwamba kwa nini unapenda yule mtu pale. People want to share the hatred. So we are buying enemies now. People are forcing us to have enemies. Mtu kuonekana unampenda mtu unaitwa chao. So kwa hiyo duniani na wanadamu sasa hivi wanajitahidi wasionekane wanawapenda watu public. Kwa watu wanataka kupendana ficho ficho. The love that you cannot show me, you better stay with it. Huwezi kunipenda openly, wewe ni mnafiki, kana upendo wako. You are just hypocrite. Yes. Look at how Jesus went full length on the cross. Publicly anasulubiwa msalabani uchi wa mnyama just because of the people he loved. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Kinipenda nionyeshe mtumishi. Sio yeye nakupenda lakini sitaki watu wajue. Maisha gani hayo? This is how people are. Yani when you are cheerleading the person you admire, the person you love, you are already in a problem. Tayari utaandamwa na dunia. Because people hate people. Kiasi kwamba tunainterpret hadi vibaya kupendana. Ukimwambia mwanamume mwenzio I love you, mtu anakushangaa hii. Siku hizi ukimwambia mtoto wa kike I love you, anataka kudadavua upendo. Unanipenda kwa namna gani? Hebu dadavua. Wewe si hapo I love you hapo. Changamoto yako pia na wewe ndio unataka kwenda mbali. Because we are surrounded with a lot of hate. A lot of hate kiasi kwamba people can no longer be free. Ni hatari, watu hawana uhakika. Huyu ninayezungumza naye kesho nitakuwa salama? Information zimekuwa ni tatizo kwenye maisha ya watu sasa hizi. People worry to communicate. Mtu anaongea naye kwenye simu namna hii anaongea kwa codes nyingi sana. Anaogopa kueleza yote ya moyo wake. You know why? Because we don't trust one another. Ndio dunia yetu sasa. Unaweza kumkuta mtoto wa mtu anaharibikiwa. Mwenzangu acha mtoto wa watu. Mama zetu zamani ulikuwa ukuta mtoto wa mtu anaharibikiwa unakula viboko vya mama huyo na anaenda kukumbia kwa mama yako na mama yako naye anakuchapa viboko. Hatred ni kubwa kiasi kwamba sasa upande wa watoto na wenyewe una wasiwasi wa kumwachia mtoto wako mtu mwingine. Kwa sababu unayemwachia unaweza kukuta ni mwalimu ambaye ana changamoto kuona watoto wa watu na maisha. Anamnyosha. Mwalimu anaonekana anampenda watoto hapo shuleni, anaonekana anawadekeza watoto. Yani it's crazy. Kiasi kwamba huwezi kuelewa saa ngapi unaonywa, saa ngapi unaambiwa ukweli, saa ngapi umechukiwa. Yani you cannot explain anymore. Let's share love. At least basi watu wasikute upendo sehemu nyingine yote, waukute kanisani. Kwenye jumuiya za watoto wa Mungu na kwenyewe you cannot even understand because hatred ziko waziwazi. Mnachukiana humu ndani, mnasnichiana humu, mnaibiana, mnaumberereana. Yani kama zombi, mnafitiniana, maneno. Why are you hurting other people? That's so low of you. Show love. Yes. Care for people. Care for humanity. Mruhusu Mungu akuamini. Yes. Kwa ajili ya watu wengine. Hautapewa watu zaidi ya wale unaoweza kuwapenda. You will never be given. Hata ukifanya biashara yako, love your clients and your customers. Usimuuzie mtu kitu ambacho kabisa hiki ni fake, kibaya. Love your people. Yes. Mungu atakusaidia kwa neema yake, utakuwa tu. Love the people you serve. Work with your heart. Hey, najua mimi mwenyewe napambanaga wakati mwingine. Najua watu wanakwaza but love them. Love people, work with your heart. Mungu ukitaka akusaidie, usiwe na guilt nyingi moyoni mwako. Learn to love. Kwamba I did whatever I did out of love. If they betray me, if they did harm me, I just did out of love. It's okay. Yeah. Biblia inasema upendo uwe kifungo cha mambo yote. So everything else is built by how much God loves us.